tofauti wote. Hamna haja kujipanga kwa Zuchu. Zuchu nijipange ili iweje? Kuna watu wa kujipanga kwao. Zuchu sina haja kujipanga, ni kupeleka tu posa, wamekubali mahali shilingi ngapi? Labda 200,000 ya Tanzania, 300,000, nachukua jiko naoa. Wewe 300,000 ni kama shilingi 15,000 ya Tanzania ya Kenya. Naoa kwa sababu mahali haina kiwango. Hata akisema milioni 100, milioni 200, 300, 400 mpaka 500. Sishindwi, milioni 500 anachezea kwa mwezi. Sishindwi, na sisi hatuna maneno kama watu wengine wa mitandaoni. Mitajiri. Alafu ukiona yaani muonekano wake na anaposema tajiri ni tofauti. Sisi hatuna maneno mengi, sisi ni matendo. Kama unataka kuamini kuna watu wana pesa Tanzania, Zuchu aseme nimekubali kuolewa na Ustaz Msoma. Wewe hapo ndio watu watasema kweli kuna watu wana pesa. Kwa mambo. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Nashukuru Mungu alhamdulillah. Tisha. Umetisha vipi bro? Kenya ni kama nyumbani, sio? Hapo kwenye kutisha. Nimetisha vipi? Unaona kwenye mtandao, yani unaona kwenye mtandao? Sana. Kweli? Unatisha. Basi natisha. Kama umeona mtandaoni, nitakuwa natisha. Karibu sana Kenya. Asante sana. Unahisi mapokezi kwa vipi Kenya? Unahisi? Mapokezi umeyachukua? Mapokezi wa Kenya kwangu. Wakenya wananipenda kuliko Ruto. Wananipenda kuliko wanampenda Ruto. Wakenya wananipenda bwana. Huyo rais huyo. Siona. Huyo rais. Ndio rais wa Kenya? Mpaka nichukue nani uraia. Nibadilisha uraia wa Tanzania na Kenya. Ndio nitaweza kuwa rais wa Kenya. Wewe ni mtu ambaye unapenda kuweka vitu wazi. Kama kunyoosha maneno. Tukizungumzia vitu ambavyo nimekuwa nikiona kwenye mitandao ya kijamii, nasema kwamba kuna mtoto anataka kumchukua amhifadhi, namzungumzia Zuchu. Zuchu nadhani muoe. Umejipanga kiasi gani? Nimejipanga. Kwani kuna haja kujipanga kwa Zuchu? Zuchu ni nani mpaka nijipange? Msanii yule. Kwani msanii nini? Mimi mwenyewe msanii bro. Elewa. Sasa tofauti yake ni mimi na Zuchu hakuna tofauti wote. Hamna haja kujipanga kwa Zuchu. Zuchu nijipange ili iweje? Kuna watu wa kujipanga kwao. Zuchu sina haja kujipanga, ni kupeleka tu posa, wamekubali mahali shilingi ngapi? Labda 200,000 ya Tanzania, 300,000, nachukua jiko naoa. Wewe 300,000 ni kama shilingi 15,000 ya Tanzania ya Kenya. Naoa kwa sababu mahali haina kiwango. Hata akisema milioni 100, milioni 200, 300, 400 mpaka 500. Sishindwi, milioni 500 anachezea kwa mwezi. Sishindwi, na sisi hatuna maneno kama watu wengine wa mitandaoni. Mitajiri. Alafu ukiona yaani muonekano wake na anaposema tajiri ni tofauti. Sisi hatuna maneno mengi, sisi ni matendo. Kama unataka kuamini kuna watu wana pesa Tanzania, Zuchu aseme nimekubali kuolewa na Ustaz Msoma. Wewe hapo ndio watu watasema kweli kuna watu wana pesa. Zuchu tunajua ni wa Diamond. Sasa hapo unafanya nini? Sisi ni wa Diamond. Diamond ndo nani? Diamond ndio nani? Msanii mkubwa East Africa. Hakuna msanii mkubwa East Africa zaidi ya Harmonize. Msanii mkubwa East Africa na Africa baada ya Burna Boy ni Harmonize. Harmonize ndio msanii mkubwa East Africa na Africa. Kuna zaidi ya Harmonize. Diamond au mfahamu? Ndio nani? Amewakilisha Tanzania. Amewakilisha wapi? Tanzania haijiwakilisha yenyewe. Kuna wasanii wengi sana Tanzania. Tanzania ndio tunaweza kusema ni Nigeria ya East Africa. Kwa wanamuziki ni wengi, wapo wanaoimba zaidi na zaidi. Kwa unapomsema mtu ambaye simfahamu, kusema kweli hapo unaona ni labda naweza kuwa nikamfahamu, takuuliza kidogo nijue kama naweza kumfahamu. Umfahamu Diamond? Diamond ndo nani? Ustaz. Bro, Diamond ni mwanamuziki au ni bongo movie? Mwanamuziki? Amewasaini wasanii wengi. Basi muziki unaendelea. Kama kuna underground ya chipukizi amekuja kwa Diamond amesaini wasanii wengi. Diamond underground. Diamond na yule nani yule? Nani wa hapa Kenya anaitwa nani? Will Paul. Nani mwanamuziki mkubwa? Paul mkubwa. Sasa sasa mtaji watu ambao hawajikali bwana. Will Paul wajuzi tu lakini mkubwa ni mkubwa. Will Paul, anaitwa Will Paul. Wewe ni msanii mkubwa. Lakini kwa East Africa tukisema wasanii wakubwa ni Harmonize, Alikiba, Rayvanny, Mario, au ni wasanii wakubwa. Au ni wasanii wakubwa kutoka East Africa. Kwa heshima yako, unahisi Zuchu atakubali? Bwana sikubali. Ukiachana na subiri. Kwa nini Zuchu asikubali? Subiri, nauliza swali. Kwa nini Zuchu asikubali? Mwingine. Ako?
Hakuna mwanamume mwingine. Mwanamke aridhiki na mwanaume mmoja. Wewe. Mwanamke aridhiki na mwanaume mmoja. Imetoka kwa ustaz. Ndio nakueleza hivyo. Zuchu alikubali, ananipenda sana. Siku moja nilikuwa naingia pale. Kuna rafiki yangu aitwa Chief Kiumbe. Kama mfano. Chief Kiumbe. Tajiri sana. Sio chief mmemsema kwa mitandaoni na nitaacha kufanya interview. Usinitajie watu wasiojitambua, please. Nitaacha wallahi, na hapa nitaacha kufanya interview. Usinitajie watu wasiojielewa bwana, please. Nikisema Chief Kiumbe ni Mohamed Kiumbe. Respect. Tajiri number 1. Mtu ana mahoteli, watu wanaangalia asset alizokuwa nazo. Sio unaonyesha magari kitu gani? Sisi tuna magari kuliko watu tumeanza kumiliki pesa zaidi yao. Onyesha nyumba hata moja unayomiliki wewe. Tuonyeshe majumba sisi. Sasa nilikuwa naenda kwa chief aishi Mbezi Beach. Sasa pale anapokaa chifu na ufotokopini ni karibu sana. Fotokopini ndio. Ufotokopini ndio tu fotokopini. Nikaa nimesimama, niko ndani ya gari yangu. Chifu amesimama nje ya gari yangu tunapiga story. Akaja Chukiranga. Alipokuja Chukiranga akasimama akamwona chifu akamsalimia. Nikashusha kioo. Chukiranga aliponiona akashuka akaingia kwenye gari yangu. Nakupa story hizo ndani bro. Nakupa story ya ukweli. Chukiranga akaingia ndani ya gari yangu, nikafunga vioo, chifu akaenda ndani. Tukapiga story na Chukiranga. Zuchu huyo. Chukiranga, nasema Chukiranga huyo. Kwa hiyo napokuambia nitamuua kweli. Mimi nakumbuka kuna time back. Unakumbuka kipindi kile tulikutana naye, si ndio? Sasa unauliza nini? Ulikuwa na tetesi kwamba wewe na mama Zuchu kuna sitofahamu kati yao. Unahisi kwamba mama atakukubali kama shemeji? Kwa nini asikubali? Kwa mimi namuoa yeye na muoa binti yake. Mimi simuoa yeye. Mimi namuoa binti yake. Sasa kwa nini asikubali? Labda kama atakuwa anataka, I don't know. Mimi nataka binti yake. Mimi nataka vitoto vidogo, vipetiti. Vipetiti. Ndio. Nataka nikuguzie moja vijana ambao wanajituma sana Tanzania. Chief Godlove. Bro, narudia kwa mara ya mwisho. Ukitaja jina hilo wallahi naacha interview. Niko serious. Kwa heshima yako ustaz. Niko serious. Please. Wakenya wanataka kusikia jambo. No. Wakenya hawana haja kusikiza upuzi. Tuongelee mambo ya maana, mambo ya ndoa mimi na Zuchu, mambo ya maisha ya wasanii wanaojitambua, please. Ustaz na hiyo baada achana nayo. Tusongelee mtu no. Narudia kwa mara ya mwisho. Nitasimama hapo utaona. Serious. Heshima yako ustaz. Chief anasema ana pesa sana. Kiswahili naongea Kichina. Ni chifu. Umeelewa hapo Unataka ushauri wako Wakenya? No. Wakenya wana upuuzi huo bwana. Wakenya wana akili ya kipumbavu hizo kumsikiza mtu asiyetambua. Tuongelee watu wanaojijua. Wakenya hawana akili hiyo. Ukisema Wakenya labda Mkenya wewe, sio Wakenya wengine. Wakenya wana akili sana bro. Hawataki kusikiza mtu asiyejielewa. Tanzania mtu asiyejielewa. Tuendelee mambo mengine. Haya, Protesti Diamond amesema kwamba amechoka na Rolls Royce ya kwake. Na kuwa anaingiza mzigo mwingine mpya. Katabia miaka 14. Miaka 14 gari hiyo msanii abadilishe. Miaka 14 toka amenunua hiyo tu. Kwa sasa alafu unasema kwamba ana uwezo wa kubadilisha gari lingine, ni maneno tu mitandaoni. Hana uwezo. Ndio amechoka kule kuna hela zinaingia. Wapi? Unajua zinazoingia? Uliona post ya Bana Boy juzi alipoposti hela zinazoingia mtandaoni? Pesa kidogo, labda wasanii wana issue zingine. Anaingiza pesa ni Harmonize bwana, na huyu msanii huyu demu wake Abigail. Huyo au ndio anaingiza pesa. Yaani wakiimba nyimbo dunia inapokea. Ni Kiingereza tu. English ngeri. Harmonize anaimba Kiingereza kama amezaliwa Amerika. Sio mtu mtu akaimba matusi. Hapo kwa Harmonize. Ndoa ya Harmonize na mtoto wake mpya Yonani. Ndoa siwezi kuizungumzia sasa kwa sababu siku zote Harmonize anasema ndoa. Lakini hatuoni mwisho wa ndoa. Kwa ndoa sizungumzii. Lakini kwa mtoto amepata, kwa sababu Tanzania hakuna mtoto msomi, hakuna mtoto mwanamuziki mrembo kama Abi. Malizia na Abi nani? Abi Chan. Yes. Wewe huo demo ni mtamu. Hata mimi namuonea wivu Harmonize.
Ustazi bwana. Ule yako ule. Harmonize ingekuwa tuheshimiani mimi na yeye. Yule mtoto basi ningeruka naye, lakini kwa sababu heshima mimi na yeye ni kubwa sana, namwachia kwa sababu Harmonize ni mwanamuziki mkubwa. Harmonize ana heshima kubwa sana na tunaheshimiana naye sana. Hata akiachana naye sitathubutu. Kwa heshima ni kwa naye. Rafiki yako Baba Levo anajenga mjengo. Sina rafiki anaitwa Baba Levo. Na ndani unamfahamu? Sina rafiki anaitwa Baba Levo. Mtu unamfahamu kweli? Namfahamu kwa jina. Okay. Kama kuna mtu anaitwa Baba Levo pia huwa anaongea mitandaoni. Huwa anaongea mitandaoni, si ndio? Alishaye kupigwa na Harmonize. Si ndio huyo unamsema yeye kupigwa na Harmonize? Ambaye sasa hivi anatembelea Gongo, amekuwa kilema. Ako sawa, ni influencer mkubwa sana. Tuendelee. Ustazi, wewe ni mtu ambaye una pesa zako na heshima yako. Hivi my influencers mtu anajenga na posti, nadhani hiyo ni kitu kizuri? Si kitu kibaya kwa kuwashawishi baadhi ya vijana ambao wanachezea maisha ili waone kama yafaa. Kwamba kumbe tunaona jamaa anapiga wanaroporopo mitandaoni, kumbe wana mijengo ya maana, wana maisha mazuri. Kwa Baba Levo kuposti kitu kama kile, mimi sijaona kubaya wake. Ni kitu ambacho amefanya vizuri na watu watamani pia kufikia hatua hiyo, na pia baadhi ya watu pia hii kupiga midomo mtandaoni itafikia hatua baadhi ya watu huko mbeleni watu watafungua vyuo kama shule wafundisha watu kuzungumza ovyo mitandaoni ili kuingiza pesa. Kurudisha nyuma kidogo. Yaani chuo cha uchawa. Kuna chuo cha uchawa kitafunguliwa. Na ikiwezekana hata mimi nitafungua chuo cha uchawa. Nikurudisha nyuma kidogo. Kuna kipindi BN wakati ana perform ile Trace Award, Mwijaku akasema kwamba sababu ya Mario kushinda ni kwamba alinemewa koo na pia vyombo viko vinachezwa vizuri. Alinemewa koo? Koo lake lilikuwa na tatizo. Koo la nani? Mario. Yeye ni daktari. Ndio alisema. Subiri, yeye Mwijaku ni daktari wa kujua kwamba hili kodi na matatizo. Mario ni mwanamuziki. Kabla hajaenda kwenye muziki lazima ajiset. Yuko sawa? Hayuko sawa? Koo lake kuna ile anaimba kuweka sawa. Vipi mwanamuziki wetu kijinga kama amefeli upuzi wake. Hakuna cha kodi imefanya nini? Mwijaku si daktari wa kujua kama kodi na matatizo. Umenifahamu? Hayo maneno tungeambiwa na daktari yeye kama amepata infection ama amepata tatizo la sasa hivi wakati anapata kwenye stage. Lakini mwanamuziki lazima ajipange before. Ni kweli BN ni kwa Tanzania anawanyosha. Huwa anamnyosha na huyu master. Moja BN ana mwili. Mwili, unajua mwili? Na unajua watu wenye mwili mkubwa na maumbile makubwa. Wanaelewa Kiswahili? Watu wenye mwili mkubwa wana maumbile makubwa. Unajua? Sasa Master J anapenda maumbile makubwa. Kwa anamnyosha. Siende hapo. Niende wapi? Niende wapi? Wapi Master anampendea nini BN? Alisema BN ni mwanamuziki ambaye anajielewa. Anajielewa vipi? Amekaa naye vipi mpaka akamuona kama anajielewa? Si ni mtu ambaye wamekaa naye karibu mpaka subiri, ni mtu ambaye wamekaa naye karibu wakajuana mpaka kila kitu kana anajielewa. Ndio hivyo bwana, mtu akiwa mtamu lazima amsifie. Ustazi, ndio nakueleza hivyo. Master J huyo. Master J mkongwe anampenda mwanamuziki wa hapa mwenye mwili mkubwa yule. Umwambie kitu. Yaani yuko tayari kufa. Yuko tayari kuuliwa mbele ya BN. BN ana maumbile. Unajua maumbile? Acha bwana, ana maumbile makubwa, ukimwona nimepata hewani. Basi mwili wake wote maumbo yake ni makubwa. Kwa lazima Master ampende. Okay. Kipindi niliweka clip yako, Wakenya walikubali sana. Wakasema kwamba kuna sehemu za land watakupa huko Kenya. Hiyo unaipokea? Kuna sehemu kuna sehemu nzuri watakupa huko unaishi. Wanipe tu. Mimi simshauri kama mwanzo mimi Kenya nakubalika, ndio maana napenda Kenya. Kenya nakubalika bro. Kenya sijui mmeona mnakuja hapa security hapa ilivyokuwa mnaingia. Nyewe wa Kenya lakini mnapata ID, sign hapa, fanya hivi. Kwenda kumuona nani? Ustaz Juma. Sio rahisi kumuona Ustaz Juma. Hata huyo Kasipuli muuliza amekaa Tanzania. Hajawahi kuona mimi sehemu za ajabu. Yaani mimi sio mtu ambaye utaenda labda club utanikuta ukaenda mahali labda mpaka nini nimekuita mimi kwamba njoo niko mara fulani.
lakini nikuti mimi sehemu ya ajabu ajabu watu wako na mimi ovyo ovyo. Au kama ulivyomwona sika skule ameenda Zanzibar kwa Mwijaku yuko na nani huyo, mimi sina maisha hayo. Yuko kwa Chief Mwijaku mwenyewe maisha yake. Yuko Chief God. Hivi leo Chief God akuite akuwekea mchongo kwenye meza. Anaela kama mimi. Usiongelee, hebu angalia mavazi atakayovaa. Ingia Instagram yangu mimi, angalia lebo za nguo anazozivaa. Alafu angalia lebo za nguo zake. Yaani ukitaka kumtathmini mtu angalia maisha yake na lebo za nguo anazozivaa. Na magari manne. Tuendelee bwana. Tuendelee na mambo mengine. Sasa wewe ni kijana mdogo lakini pesa nyingi. Mimi naonga magari kwa mademu. Mademu naonga kwa magari kwa mademu. Tuendelee bwana. Tuendelee na mambo mengine. Tusogee mtu ambaye unajua tunaongea vitu fact. Tusichanganye vitu fact na vitu ambavyo interview itaharibika. Itakuwa ni kama ni mzaha. Tunaongea vitu vya seriously. Hiyo unajua maisha ni Mwijaku toka amezaliwa hajawahi kuniona live mimi. Wallahi wa billahi wa tallahi, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu aliniumba, Mwijaku hajawahi kupata nafasi ya kuniona live. Ndio unajua mimi ni expensive, mtu ambaye yuko ni expensive, mtu ambaye yuko kumuona ni Baba Levo amewahi kuniona mara hii. Alikujaga na msanii mmoja hivi. Sasa hivi amepotea, anaitwa nani? Wa Kigoma, rafiki yake juzi ametoa ananyonyeza msupota hivi mfupi hivi. Rafiki yake sana Baba Levo. Nimemsahau. Alibaga na huyu msanii alikuja kwenye birthday ya nani ya Dogo Janja. Nilikuwa nimemwalika kwenye birthday ya Dogo Janja Mbezi. Kwa Baba Levo amewahi kuniona mara hii moja. Na Mwijaku hajawahi kuniona tangia amezaliwa, kuzaliwa kwake hajawahi kuniona live. Sasa ndio unajua mimi maisha yangu mimi ni expensive. Mtu hawezi kuniona live kirahisi. Mtu kuniona